Jeff Babu Owino is presenting, wow, image of a saint. Yet his past is so dark. DJ Evolve shooting, controversy surrounding the death of an IEBC officer, terror at UN, goons, etc. How would Kenyans be safe if Babu had executive power? Hii message iende Babu Owino. Babu Owino, unajua once I was your close friend. Hata ningechukua risasi juu yako. Unajua watu wajaijua kwa nini tulikosana. Watu wanaanga ni kama niko na uwivu na wewe. Mimi siwezi kuwa na uwivu na wewe kwa sababu wewe umekuwa MP, unataka governor, umenishinda masomo na kila kitu. Unaona? Na mimi nilikuwa na kusupport 100+1%. Hata iko vitu ningesema juu yako ambao hujanifanyia. Na watu wajaijua kwa nini mimi na wewe tulidifa. Na tukawachana kama tumewachana ile mbaya. Hata tuwezi kuwa rafiki tena. Wacha hii kucheza na jina ya Raymond Omollo. Eti ukisafanya vitu ama vitu kisafanyika unajificha kwa nyuma ya jina ya Raymond Omollo, PS wa Interior. Babu, nilikuwa rafiki yako. I know that how you played victim politics. Vile unajifanyanga sympathy, unatafutanga sympathy. You can do anything ili onekane wewe ni mzuri, ule mtu mwingine ni mbaya. Unaona, watu wakujui, watu wanaonanga tu mtu mweupe. Lakini wajui huyu mtu mweupe roho yake iko aje. Hata kina Sifuna, akina Paul Njoroge ambao wako close na wewe, hawakujui. Siku moja watakuja kukujua, hawakujui wewe ni mtu aina gani. Wewe anything ambayo inaweza kupea sympathy, inaweza kupea fame, utafanya. Unaona? Babu, nilikuwa rafiki yako. Sasa hii una play na jina ya ule kijana aliuliwa Kisumu vibaya, ule kijana Mjaluo. Mpaka ni kama umeweka familia yake waseme ya kwamba Raymond Omollo, sijui eti umeandika kwa ole yako eti Raymond Omollo ndiye amefanya eti kijana auliwe. Babu Owino, mbunge wa Embakasi East. Babu, wewe ni mzuri kwa vijana wa Jaluo. 100+1. Uko mzuri kwa vijana wa Jaluo wewe. Nataka kuambia hiyo familia na watu wa Kisumu. Mimi nilikuwa rafiki ya Babu. Na wacha nikwambie vile Babu uchezanga game. Babu akijua kitu fulani iendi poa na yeye na hata ingia na poa. Babu anaweza sacrifice mtu wako close na yeye. Achore, aumizwe, auliwe, afanyiwe hata kama ni msichana repiwe. Alafu aseme ya kwamba yeye ndiye alikuwa target. Na huyo mtu amefanyiwa hivyo kwa sababu anamsupport. Na yeye ndiye amechora. Huyo ndio Babu Owino. Yeye ndiye amechora. Yeye hataki kujua kama utakufa, ukiishi, ukifanya nini. Bora yeye amepata sympathy na ameonekana ya kwamba yeye ni mzuri. Huyo ndio Babu Owino. Babu nikikuwa close na yeye in 2022 maandamano mali tulikosananga, hii story for the first time nitapeana kidogo na bado nitakuja kupeana siku moja yote. Tulikuwa marafiki sana na Babu. Hata ilifikanga mali baba angeniambia vitu zingine akijua mimi na Babu tuko marafiki sana. Nini Babu alinifanyia? Nikikuja kupigwa cell, Babu alichora hiyo kitu na theuri na akajifanya yeye hana habari. In fact, wakati Babu alikuwa anashikwa tukienda naye cell, Babu hakukuwa sikwe. Babu alikuwa ametoka Mombasa na kina Anthony Oluoch kufika airport, na alijuanga hiyo wakati finance bill fulani ilikuwa ipitishwe, yeye alijifanya kwamba sijui ameenda kotini ama yeye ni mgonjwa, hakukuja kupiga kura. So alijua watu walikuwa wameanza kumkataa. So kitu Babu alifanya, aliongea na mmoja wa government, yeye pia ashikwe ndiye akue ndani. Ionekane ya kwamba ile story ambayo alikuwa ameepa kuvote ile finance bill watu wasimuingilie sana, ionekane tena ameshikwa. So alijishika ili tupelekwe na yeye ndani. So wakati tulienda na Babu ndani, nikakuja kupigwa kwa cell. Babu aliomba kotini ya kwamba yeye apelekwe Nairobi Hospital. Yeye ana feel vibaya. Babu hakupelekwa Nairobi Hospital, alilala next Keleleshwa, mimi nilala pande hii, yeye alilala pande. Na yeye mtu alisuggest kupelekwa Keleleshwa ni Babu. Wao watu walikuwa wanataka kutupeleka Muthaiga. Babu akiinsist tupelekwe Keleleshwa. Wakati hao watu walikuja saa 7 usiku wakanipiga, mimi sikujua nani alipanga. Nikatoka hapo, nikajua Babu nilikuwa nimekasirika sana. Babu anakuja kucheza, anakuja kusema wewe usikasirike sana. Hii story tulia tu. Nini. Tukatolewa. After kutolewa, bado tuko marafiki, mimi sijajua nini inafanyika. Siku moja tukaenda na Babu amekuja kwa matanga ya best yangu Kamau huko kijiji. Ilikuwa hiyo kitu ilikuwa siku ya Champions League. So Babu amekuja kunipeleka hiyo matanga. Tukaenda hiyo matanga, tukaenda matanga moja Kayaba, ingine tulienda Mkuru kwa Ruben. Alafu tukatoka kaniambia nimpeleke kwa matanga ya the late Koloko wala ule alikonga wa Prince Inda umoja. Wale vijana walikuwa wamenipiga, nilikuwa nimeshika sura ya watu kadhaa. Kufika huko
Wale walikuwa wamenipiga, nikaona wengine nyuma yangu. So sikukimbilia kuingia gari ya babu. Nikabaki nyuma, babu alitoka akawacha bodyguards wake na mimi pia nikachukua gari ya media nikafuata nayo babu. Wakati gari ya media ilikimbia ikaenda mbele, mimi nikashuka kwa gari ya media nikakuja juu, babu alikuwa anangoja bodyguards wake, nikaenda nikaingia gari yake nyuma. So amekaa mbele, mimi niko nyuma. Vijana wa 6 walifuata babu na pikipiki. Hawakujua niko kwa gari. Wakaanza kuropokea babu ya kwamba ile nini ulisema ya kwamba tuende tupige Gaucho cell. Unaona? Deura alitupea tu 2,200 na ilikuwa tupea 6,600. Babu anajaribu kwa kanyaga siniliji wajui kama niko nyuma ya gari ya babu. Unaona? Nao vijana walikuwa wametumwa ni wajaka. Unaona? Wanaongea babu anajaribu kwa nini mheshimiwa Deura alitufanyia tulipiga Gaucho ndani, tulikuwa tupewa 1,600 lakini tulipewa 2,200. Nikisikia niko nyuma yake anajaribu kulenga. Hapo ndio nini yangu na babu ilitokea. Ilibaki niende niambie baba Raila Odinga. Baba Raila Odinga kaniambia avoid huyo kijana kabisa, mkono yake imejaa damu. Hiyo nikitaniambia kama tuko Kisumu Riat. Hata niko na hizo photos. Tukikuwa na Kisumu nikimwambia baba mimi nikiumizwa ni babu anapanga. Ashanipangia alafu anasema ni hematok. Naweza kumbuka iko mali alinipangia nikuje nipigwe Kamkunji. Sasa hiyo ananipigia simu anatumia 20,000 alafu ananiambia hematok majority leader ya nini na Sifuna ndio ananipangia nipigwe. Nikashinda kumali walikuwa napanga wewe huko na kwa nini hujakataza? Niliwaambia wasiku nini, lakini hiyo chukua hiyo 20,000 panga nayo security yako. Huyo ndio Babu Owino. Sasa hiyo mimi ni rafiki yake hivi. Babu atakani kijana ako na influence. Kwanza kama wewe ni Mjaluo uko kwa danger sana. Babu atakani kijana ako smart. Either kushikishe na pembe ya ndovu akushikishe na kuken, ama afanye kitumbani nisemekane ni wewe na yeye acheze ni kama yeye ndio mtu wa kwanza ambaye hiyo kitu inamuuma. Kwanza tamuka hapo na pesa. Kama umeuliwa ama umefanyiwa kitu nenda tafika hapo akilia kuliko kila mtu. Huyo ndio Babu Owino. So Wakenya wajui mtu ana deal na yeye. Nyinyi hamjui mtu mna deal na yeye. Na hata viongozi wengi wajui babu ni nani. Unaona, mimi ukiona babu nilimuavoid sitaki story yake. Sasa yeye anakuja anataka kusema eti Raymond Omolo ndiye alituma gunzo huyo mtu. My friend babu. Raymond Omolo ataki kukua kingpin. Hajasema anataka kuwa kingpin. Raymond Omolo hataki party leader ya ODM. Raymond Omolo hataki governor Nairobi. Raymond Omolo hataki kusupport Gachagua. Raymond hataki anything kuhusu nini yoyote. Hata kuna kitu chochote Raymond Omolo hataka katika ODM. Hakuna kitu anataka kutoka Luo Nyanza. Yeye kitu anataka ni kusupport vijana wa Luo Nyanza wapate polisi, wengine wapate kazi, wapate wengine waishi mzuri kama watu wengine. Unaona? Mimi naweza kuambia wale wasichana Tanguros nani wapatane na Raymond Omolo. Iko msana anatoka hapa Kamkunji, anaitwa Rosie. Sasa ukiangalia life yake iko sawa na iko vijana wengi ambayo maisha yao iko sawa. Wakina Brian Kibira, ulikuwa rafiki nao miaka ngapi? Nini wamepata? Wakina Mobi, kama sisi vuna kuchukua Mobi, si alikuwa sasa kwa tu guni ya kawaida. Wakina Chadi, wakina Matube, si ulikuwa na hao? Kwa nini walikuacha? My friend, wewe ni mtu kumdeli sana kuhusu vijana. Hata nasinoka vijana wa university wakisema eti babu isawa role model. Nyinyi mnajua Babu Owino kweli? Kama babu ni role model wenyu, nani aliharibu hiyo nini yanyu ya Sonu? Wakati alikuwa Sonu, aliwacha kuwa leadership akue nini? Yeye ndio president wa Sonu. Akitoka hivyo aliharibu hiyo kitu na wakiendwele wakapitisha kwamba hakuna mtu anakuwa ni president wa Sonu. Sasa inakuwa wa electors wanakaa chini na wanaamua huyu ndiye anakuwa kiongozi ambaye inadictatiwa na electors. Kwa nini? Alijua vizuri akitoka university iko vijana wa Jaluo na Waluya na nini na ambayo wangechukua hiyo nafasi na walikuwa smart hata kumliko. Akasema ribu hiyo kitu. Huyo ndio Babu Owino ambao mnasema ni role model wenyu. Unaona? Babu pata shida wao wa university mnasema leo mpate shida serious babu akuja watetee. Atakuita kwa maandamano, uumizwe yeye amescore hiyo kitu yake. So saa hii unakuja eti una play victim eti Raymond Omolo ndiye amefanya eti nakuchorea. Babu, chukua pesa ya Uhuru Kenyatta. Tumia pesa ya Uhuru Kenyatta na Matiang'i na Gachagua. Lakini Wajaluo hawata kufuata kwa maandamano. Na mimi nakuambia na nakualika kama pia Mjaluo kama wewe wa Migori. Endo uweke rally Migori pale Posta. Utoke hapo kutoka pale Posta mpaka Uriri. Utoke Uriri uingie Awendo. Utoke Awendo uingie Rongo. Ukipiga rally wewe na Sifuna, muende mkitoka hapo, ingeni kwa Gladys Wanga, pia muende mseme hiyo mnalinda wananchi. Pia sisi pia wananchi wa Migori wamenipigia, wanataka muende walinde. Mlinde wananchi wa Migori, mlinde wa Homa Bay, mlinde wa Kisumu na mlinde pia wa Siaya. Si wewe ndio kingpin? Kwa nini kingpin ukimbie? Kingpin well organize mkutano, sisi Wajaluo tumekubali ukue kingpin yetu, wewe kuja. Mimi naambia Uhuru Kenyatta, pesa zako saidia nao Wakikuyu ambao wanahangaika. Luo community
hawatafuata mambo yako. Hata ukiruka aje, watakula hiyo pesa yako. Sifuna pia aende aweke hiyo linda wananchi huko kwa Wetangula. Aende kwa Wetangula huko Bungoma. Awache kukimbia tu Kakamega. Aende nini? Unaona? My friend, hiyo kulinda wananchi mtaenda tu Ukambani hapa, Kitengele, Ukambani Central na nini. Endeni Migori, wewe ni kingpin wetu. Enda Migori, enda Homa Bay, enda Kisumu, enda nini. My friend, uachana na jina Raymond Omolo. Babu nakwambia kama rafiki yangu, Raymond Omolo amesaidia watu wengi sana kuliko wewe. Kwa hiyo ofisi yako ya CDF ndio mali umeandika mpaka mtu na 2,000. Mtu na 2,000 na umemweka kila siku lazima shout na jina lako kwa social media. Au watu wa university unawatumianga na 500 ama 300. Wanashinda na jina yako eti kutoka asubuhi. Unaona? Wale wanaweka na kufuata wote pesa ngapi unawalipa? Mtu anakula salary mkubwa sana ni 12-13,000. Na umewaweka hawezi juu wewe mtu akikusupport ni kama mtu ameingia kwa dini ya Shetani. Hawezi kukuacha. Akikuacha hiyo ni kifo ama jela. Na mimi nataka kuambia Raymond Omolo, nataka kuambia William Ruto. Babu amefrustrate watu wengi sana. Babu ameumiza watu wengi sana. Babu amepeleka watu wengi sana kaburi. Babu amepeleka hata iko kijana mwingine wa Siaya. Si ako jela hapa. Naenda alichora ya kwamba huyu kijana sio afanye nini na dem fulani akaripiwa. Naye alikuwa amejua. Wakati alijua huyu kijana nini akamshikanisha. Huyo kijana sasa iko ako akwenda Soeria. Sasa na safu miezi wangapi na ameweka ule dem ako Jubilee ndio witness ya huyo kijana. Naye alikuwa kwa hiyo scene. Unaona? My friend, nyinyi hamjui babu. Naambia familia ya huyu kijana alikufa. Babu asiwauzie narrative ya kuuza. Babu ni mtu anakuwa na anacheka na wewe. Na babu zile anakuwa anatafutanga bora tu nini target yake imeingia. Na mimi naambia tu wana Nairobi, mnalianga eti babu akuwe governor. Huyo ni dangerous kuliko Sonko times 2. Ni dangerous kuliko Sakaja. Ni dangerous. Mnasema eti eti alikuwa na opposite Sasuna ni nani Sakaja ni gun. Mumupee kama au mahokas hata rape. Hata weka hata vijana wa rape au mahokas. Babu ni no nonsense. Babu ni mtu anataka kuangalia area yake. Alafu kisa msupport huwezi toka kumsupport. Either kuwekelee kitu ama kufanya nini? Either kuwekelee kitu wekwe ndani ama uliwe. Na anajuanga akumdeli sana kutumia madisi hayo. Na mimi naambia William Ruto lazima uangalie wale madisi ambao anatumia Ruto nani babu anatumia. Au madisi hayo babu anatumia lazima muangalie mchunguze. Na nataka kuambia Kipchumba Murkomen wale madisi hayo babu anatumia. Jua anaumizanga watu jua anajua wakati wa Kibichu walipata madisi hayo ambao anatumia. Unaona kuumiza watu kuua na kuumiza watu kabisa. Mfanye mchunguze hiyo nini wale madisi hayo babu anatumia. Mawara maskari mahospidi na manina ambalo anatumia mtafute. Juu babu ameumiza vijana wengi. Hapa wale vijana wa university wale wako maliza shule ni wangapi? Yenye babu aliharibu maisha yao kabisa. Hawako maliza masomo yao kwa sababu ya babu. Unaona? Wangapi babu wamepeleka jela? Wangapi babu wamefanya wamekuwa mazuzu town hapa wanatembea kama mazuzu. Wakina Obama wale nani aliharibu maisha yao? Alafu mtu anawaambia eti bila babu ni tabu. Eti babu ndio ana sababu. Bwana, kukuwa na babu ndio tabu zaidi. My friend, nyinyi hamjui mimi nilikuwa rafiki ya babu. Sasa anacheza victim eti Raymond Omolo. Kila kitu mafi kikataa kutoka kwa matako yake Raymond Omolo. Kitu yake kikataa kusimama Raymond Omolo. Tunajua game yako. Na kwa nini Raymond Omolo unapiga juu amekataa kuingia box yako kufanya maovu. Na hata hao akina Sifuna na akina Pauline wamjui. Sifuna asangiliwe sana. Najua unazochorea hata Sifuna apigwe umizwe. Isemekana ni government. Unaona? Hata huyu Pauline Njoroge anazochorea afanyiwe kitu na isemekana ni government. Wao watu wakujui. Watu wakujui si watajua yeye ni mtu mweupe ambao roho yake ni chafu. Unaona? Leo unajifanya unapigana legacy ya Raila Odinga. Raila Odinga ulianza kumpinga kama kwa leo legacy gani umeona kutoka kwake? Legacy gani hiyo unataka na ulikataa mpaka ukaenda kuendorse Kalonzo Musyoka na akakuvalisha kofia ya Wiper. Leo unajifanya wewe ndio ODM kuliko kila mtu na ulianza kusema kwamba Raila Odinga ni mzee atoke uchukue leadership ya ODM. My friend, kwa nini hao MMCs wote vijana wa Nairobi wa kusupport? Au viongozi wote wa Jaluo wa Nairobi wa kusupport? Wewe unasupportiwa na watu wa Central. Unasupportiwa na watu wa Kambani na Central na Waluya ndio wanakusupport. Hata si Waluya, watu wa Central ndio wanakusupport. Kwa nini? Hata watu wajiulizi kwa nini vijana wote Matata kusupport, Ringo kusupport, Oscar Loria kusupport, Nanya kusupport, Difawa kusupport, Rex hapa ya Nairobi West kusupport, mimi sikusupport. Kwani mimi ndo naweza kuwa na shida na wewe peke? Hao watu wote waone uzuri yako. Hao watoto babu hata Goliath alikuwa na nguvu sana. But alipigwa mara moja. Sonko alikuwa na influence kukuliko. Na sasa yako kwa tap the screen. Unaona? Gachagua alikuwa deputy president, sasa yako nje. Na nafikiri angekuwa dangerous kukuliko. Waititu alikuwa nini sasa yako sell. Babu, kama hutachange, hauta frustrate. Unajua Raila Odinga sasa hayuko. Ule alikuwa anatetea. Raila yuko sasa. Ule angepiga simu achana na huyo kijana. Hayuko. Babu enda polepole. Hii history ulipiga DJ Elvo risasi baba akakutetea na ukakuja kumgeuka.
Hii si story ya DJ Elvo. Hao watu wengine hawatakuonea huruma. Hawatakuonea huruma. Change. Wacha kujifanya kutembea na kina Pastor Manyoro na kuambia ukweli. Badilika na ubadilike ukweli. Usipobadilika ukweli, hii dunia babu hujaishika ukakaa wani ya ndani. Hujawahi chukuliwa kwako kwa umeweka kwa boot, si story na siasa. Umefanya kitu mbaya na imejulikana. Hujawahi wewe hujaona maisha. Umetoka Kondele ukakuja Nairobi University. Ulikuwa unashikwa ile ya shule. Unaona ile kesi ulipata kidogo na ulipata kama wewe ni MP, ni historia ya DJ Velvo. Bado hujaikuja kuchukuliwa na madisi. Umefanya kitu ambayo kila mtu anaona ndio babu lazima aende. Babu chunga. Hujawahi, hakuna na umeshawahi fanya. Hizi vitu na watu wanakumeka watu wewe ni mbaya. Wewe si mbaya. Wewe ni mtu mekani kama mtu amezaliwa na Cerelac. Hujaona real life. Hujabambu uache familia yako unakuja kukuona hivi unasikia bibi yako amechukuliwa na mtu. Babu, freedom ni mzuri. Yaani ulize influencer iko jamaa inaitwa Vybz Kartel. Alikuwa na influence mbaya sana. Lakini siku system ilimwamulilia, alitoka nje kama anaimba wimbo mbili, gospel na love song. Hakuna wimbo anapiga criticize government ama crime, hakuna wimbo anapiga hata moja. Na ule alikuwa kama Mungu, alikuwa anabudiwa. Alikaa 13 years, alitoka ndani hivi akapata dunia si yake. Babu, hujawahi shikwa. Hujawahi kuja kuchukuliwa ile serious bado. Saira Odinga yuko. Weka hiyo kitu kwa akili yako. Jana hata mkiangalia jana mlikuwa mnajipiga tear gas nyinyi wenyewe. Hakuna polisi anaweza piga tear gas na baada ashikwe hapo. Mlikuwa mnajipiga tear gas mpate sympathy. Hiyo sympathy unatafuta utakuja kuipata kama imefanyika ukweli. Hii mambo yako kujifanya Goliath na sijiti ulipiga mtu risasi sasa MPs wote wamekuogopa, magovernors wote wamekuogopa. Hautaogopa na system. Siku moja juu mambo umefanya mingi ni mbaya, iko mambo mingi umefanya mbaya. Siku moja italipuka hivi kwa public. Babu utajua Wakenya wanageukanga mtu. Utajua Wakenya wanageukanga mtu. Wachana jina Raymond Omolo kabisa. Wachana jina Raymond Omolo kabisa. Wewe tumia tu vijana na wale wasichana wanakufanyia kazi, umeweka kama Mazuzu na usaidii. Umeweka kama Mazuzu unalipa mtu 12,000, wengine 8,000, wengine 2,000, wengine 5,000. Kwa miaka 10 mtu amekaa tu kama Zuzu. In fact wengine sakaja nilikuja kuandika. My friend, wacha mambo mingi babu. Wachana wewe si Mjaluo kuliko Wajaluo wote. Na wewe si ndio umezaliwa na watu wa Chang'aa peke yako. Sisi pia Mombasa zetu walikuwa wanatengeneza Chang'aa na Busa. Na ukitaka kuosijua ni uongo, enda Rongo ulize. Unaona? Wewe ulishawekwa kitu fulani watu wakakudanganya kwamba wewe ni mbaya sana. Babu, haujaona ubaya. Haujaona ubaya. Wewe ni mbaya kwa sababu wewe ni MP. Lakini real life leo unaishi Dadoro, unaishi Kayole, ama ungejua wewe hata ungekuwa top 10 ama 1000 kwa vijana wabaya. Haungekuwa hata top 2, top 1000 ama 2000 haungekuwa kwa vijana wabaya. Haina shida.